Hello guys, welcome to our today's midnight mic show. Nikiwa kijana yenu Masharia ama Fulex. Jiongee bwana. I'm your girl Shawin Desta, and today we are going to talk about love in campus. As you can see, we've experienced that. And we like to advise those who have not experienced what we have experienced. So stay tuned, our viewers, and learn from our experiences. Yeah. Na today kwa studio tuko na msichana mwingine hapa. Hebu salimiana msichana. Amesema anaitwa Abigail Nyongesa. Abigail Prosper Nyongesa. Okay. Abigail Nyongesa. Today sasa hata tuanze kuashia stories zetu. Haki campus life sio mzuri by the way. First years, those who have joined first years. Sisi tumekuwa huko. By the way, I'm a fourth year. Tumekuwa huko. I have been in a campus for 4 years. Na najua campus life haikuwa mapenzi ya ukweli. Kwenye walisema ile kitabu ilipendwa mapenzi ya kifaurongo. Hiyo ni mapenzi ya bosi ya ukweli. Mapenzi that is fake love. Campus love by the way is fake love. Fake, just fake. There is not true love. Hata ile unasikianga, hata sijui campus love ni nini. Nani anatuanzia kupia story yake? Acha niwaambie story yangu. By the way, mimi ni comrade. Nasoma Moi University. And I'm a fresher. Guys, unajua sisi tulibarikiwa tukapata help before the other students, ma fourth years, ma second years how. So when nilikuwa na join campus, there's this boy alikuwa ananikrashia na Makiu anafanya engineering. So when alikuwa anaitwa Yobra, akanambia anafanya engineering. Na sasa mimi kusikia anafanya engineering, I was like niko heaven. I am an engineering person. Nitako focus sana. So I decided to give love a chance. Nikampenda. Sasa unajua nilikuwa naishi hostel. Sasa unaona hiyo mapenzi imeshikana hadi alikuwa anakuja kwangu nampikia, anarudi kwake, ikifika hizo. So there's this day aliniambia ati Shawin, nimefungiwa nyumba, I don't have rent. Na nikamwambia guy, so what will you do? Akaniambia just do me a favor, nisaidie na 6,500 nilipe rent, then help yetu kifika I'll refund you. Mimi nikamwambia jeju, nilikuwa namwamini, he was a nice person at first. Nikamtumia hela zangu za help. Akalipa nyumba, sijika alilipa. So after hiyo bado tu alikuwa anakuja kwangu na kumpikia, love ikagrow hadi sana. So there's this day I needed that money urgently. So nikampigia nikajaribu kumpigia Yobra was not picking my calls. Ikabidi niende kwa beshte yake Jose. Nikauliza Jose, Yobra kwani rada yake ni gani? Akaniambia ati Yobra amewashana kwa nyumba kwake. So mimi kwenda kwake kapata kufuli kubwa kwa mlango. And Natanya alini block. Nilimtafuta. Nikasema one day maybe alienda home, maybe tuka hiyo. So siku moja kulikuwa na game ya Arsenal. By the way, mimi na support Chelsea. Kulikuwa na game ya Arsenal versus Chelsea. So I decided to go and watch game. So hapo students sasa nimekaa, then naona mbele yangu watu wamevaa jezi za Arsenal. Ingine imeprintiwa baby, ingine imeprintiwa baby wa baby. So I'm like, wow, what a nice couple. Kuangalia ni Yobra. Kuangalia ni Yobra. Guys, nilitamani ile kitu inaitwanga aje, nilitamani the ground to swallow me alive. Inaitwaje wenzangu?
Vitu kwa baba ndo tongue twister. Ndio nilikuja kujua hizo vitu zinakuwa nilitamani hata hiyo ground ilichola hapo students hata mimi ya yangu na dunia ishi. But nikasema I'll never do such a mistake again. I'll never do such a mistake. But concerning my money, ilibidi anilipe. Hiyo ilibidi anilipe. So guys, my advice to you, campus love is a scam. Those people are hit and run. Yeah, that's my story. So asante sana Shawin for giving us your stories. So we'll go next to our lady, to our girl, to our campus girl, Abby. Kindly give us a story, your son of a story, tusikie uko sawa ama maybe ama hata uko kwa the same lane with you. Obviously uko sawa juu. As for me, sasa niko third year Moi University. Alafu hiyo time nilikuwa pressure. Kuna watu yani wanakuchukulia kama wewe ni mgeni, hujui kitu unafanya. Alafu sasa kuna time fulani hapo hivyo mimi nilikuwa tu hapo hivyo mwanafunzi, sasa sijui kunaendaje, like yani sielewi. Alafu kuna mtu alikuja akaniambia hapa hivi nafatu yani like kila mtu wanakuwa na partner kama wewe fresher. Sasa mimi kusikia hivyo at the time tukaanza kutembea naye kwa shule. Hiyo time tunatembea kwa shule ni ukweli niliona watu wako tutu. Sasa ikabidi tu pia mimi nikoe, nikani ukweli. Sasa itabidi pia mimi nikoe ya kwa partner wangu. Sasa time tukazoeana, tulizoeana. Ikafika time sasa mimi sikuwa naishi hostel. At that time sikuwa naishi hostel. Sasa ikakuwa naenda kwake, sometimes naenda kukaa kwake. Other time yeye anakuja kwangu, tunakaa huko hivyo. Sasa ilifika second semester. Ni mtu tulikuwa tumezoeana naye, lakini venye ilifika tu hapo hivyo second semester. Jamaa akachange. Alikuwa anaitwa Freddy. Freddy alichange. Sikuamini. Mtu alikuwa tunasaidiana. Maybe like kitu mimi sina hiyo kitu, alafu nimwambie like sina chakula leo. Anaweza kuambia twende tununue hapo hivyo kwa maybe hoteli. Twende hapo hivyo tununue, alafu siku zitakuwa zishaisha. Sasa venye ilifika second semester, jamaa ka change. Sasa kaanza tu kama yeye hataki kukuja kwangu, mimi niende tu kwake kila mara. Sasa nilikuwa nimezoea, nimejua ni mtu mzuri. Siku moja nikaenda kwake, si yani like huwa naenda nakaa kwake, inafika jioni narudi. Hizo time anasema ati class imebounce. Ukisikia class imebounce sasa hapo hivyo ni kwa Freddy ndo unafikiria. Sasa mimi nikaenda kwa Freddy. Hiyo siku kumbe kamtu kamepangiwa. Ni mimi nimepangiwa. Nikaenda hapo hivyo. Sasa ni mimi nimejua jioni narudi kwangu. Hiyo jioni venye ilifika akaanza complication, sijui mara twende tununue nini. Na hiyo distance anataka twende tununue hapo hivyo ni mbali. Sasa venye tulienda anajua naogopa giza. Tukarudi saa 3 ya usiku. Saa 3 ya usiku ndo tunaanza hiyo saa jani ya kurudi kwa hiyo nyumba yake, then nianze jani ya kutoka kwake mpaka kwangu. Tulifika saa 5. Saa 5 tunafika kwake. Sasa hiyo saa 5 ilibidi nimekaa hapo hivyo kwake, juu anajua mimi naogopa giza, sitatembea hiyo usiku nifike kwangu. Hiyo nayo jamaa usiku after tumekula sapa
hatukulala. Hiyo siku ndo nilipewa mimba, alafu mornings nikaraukia kwangu. Juu ni kama tu ya usiku yote sijalala. Sasa nimeona tu beta niraukia kwangu, at least inaweza kuwa na hiyo tu peace ya kwangu tu, nilale nikuwa free, at least ni relax. Sasa siku zikaendelea, alafu sasa unajua tu kawaida wasichana, yani kuna vitu tu ukiona unajua tuko sawa. Sasa niko na siku zikaendelea. Hapo hivyo sikuona monthly period. Alafu that time nikajua niko pregnant. Something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. Sasa hiyo time kupigia Fred simu, akaanza kusema ati yeye ajui. Ni kama tu mimi siku hizi sijui nikoje, sieleweki. Hivyo ndo aliruka. Akaanza kukublame. Akaanza kuniblame mimi siku hizi ni kama tu sieleweki. Na niendo wana spend time na yeye most. Sasa akaanza kuruka ati mimi tu ni kama siku hizi siko sijui, yani hizo tu complication ndogo ndogo tu kitu haieleweki. Ati maybe hiyo ndo kosi ya mimi kusema maybe something is wrong. Basi sikabidi mimi mwenyewe nikapigia mom simu. Kamwambia mom ni mgonjwa, alafu ni kama tu malaria. Sasa unajua kutoka huko kwetu alafu ufike shule, si climate same. Sasa mimi sikuwa nimeadapt hiyo climate, lakini in real sense nilikuwa nimeadapt. Sasa nilitaka tu nitumie alafu nijue maybe naweza fanyiwa kitu. Juu mimi ni student, alafu singetarajia nirudi nyumbani nikiwa na mtoto. Si mama naye akachangamkia, amejua tu mimi ni mgonjwa. Alafu nikamwambia, in fact alitaka kuja nione. Alafu mimi nikamwambia hiyo distance, hiyo fare, badala ya kutumia yeye kutumia anifikie, beta anitumie tu hiyo pesa. Alafu hiyo pesa ndio mimi nijishughulikie kitu nataka kufanya. Sasa mama anajua ni malaria. Mama anajua ni malaria. Akanitumia hiyo alafu kuna tu clinic nilienda, ndo nikasaidiwa. Sasa kurudi kwa nyumba yangu, hapo hivyo ndo nilikuwa tu na siamini mtu. From hapo hivyo sikuwahi amini mtu mpaka sasa hivi niko tadia. That is my story. Wow. So what a touching story. Yeah. So asante sana Abi kwa simu yako. Nimesikia wasichana huku pressure wanaweka maruka. Usiwe tunaruka ni so fast when you kindly take care. No one will need. Unasikia huyo fanya alifanya, because I think sio zote huwa zinaenda through mkienda kwa clinic mnaenda ama wanasikia vitu zangu. I guess sio zote huwa zinaenda through. That maybe was a her luck because she was maybe innocent na maybe hakuwa anajua. Maybe Mungu alimsaidia kwa sababu hakuwa anajua. But now because tumekuletea hii ili ujue, just take caution, usiende kuhangaika. Acha niwape story yangu kidogo. Sasa mimi nilipokuwa first year nilikuwa na girlfriend. Okay. Nilikuwa na girlfriend. Na nilikuwa na roommate. Roommate alikuwa boys kama mimi, si ndio? So mimi nilikuwa naleta girlfriend yangu. Tulikuwa tumeelewana na roommate. Nitakuwa naleta, okay, kila mtu akitaka kuleta alikuwa analeta, lakini tunaelewana. Si ile ya ubaya. Ile tunaelewana. Today I will come with my girl here. Wakati tulikuwa tunafanya tabia mbaya kwa nyumba, unaona? So mimi siku moja kukanyesha, unajua shule hii ninapenda kunyesha tu hivyo bure, si ndio? So mimi kukinyesha usiku, ilikuwa around saa 1 saa 2, mvua ikaendelea kabisa. So kukanyesha, so tukalala wapi? Tukalala kwangu.
na girlfriend yangu, si ndio? Unajua roommate ako na pedi yake na mimi niko na pedi yangu. Tukalala kwangu. Hata kufanya kitu tulilala tu. Asubuhi the next morning akasema sijui atakaa huko mimi niende class. Mimi nikaenda class na by the way huyo girlfriend yangu alipokuwa anakuja, tulipokuwa tunamleta kwa nyumba, hapo anaongea na roommate. Hata wako anaongea, nilikuwa namuuliza hai. Hata mimi ndio nilikuwa naambia simuongeleshane, at least mwache kukaa boring, mjuane, unaona. Lakini wale tu ni ile ya salamu. Hivyo hata nikwambia wakitishane hakuna, ni ile tu ya kwisha. No talking, nothing ni hivyo. So me the following kaenda class. Si nikawaacha huko, sinajua sasa hawezi fanya kitu waongeleshanangi, hawana nini, hakuna mtu anakuanga na interest yule mwingine. So mimi nikaenda nikaacha girlfriend yangu kwa nyumba akipika chai. So kwenda mimi niliporudi niliwapata kwa the action, my friend. The action yenyewe in my own, inaitwa matrimony ama whatever. In my own bed, haijafika matrimony jizima kwangu. So nimekuta in the action kwangu. Mimi hata sikuongea, hata sikufanya nini. Nilinyamaza tu, nikanyamaza. Nikasema ni sawa. I did not, mimi nikanyamaza tu. Fili niliona ile dema akaniangalia, sijui inaitwa nini hiyo, na wako kwa action wakaendelea na kazi yao. Mimi nilikuja nikapika lunch nikakula, hata waogopi, wakamaliza kazi yao wakaenda bafu pamoja. Unajua ni girlfriend yangu na nani na roommate wangu. The roommate I trust, the girlfriend I do what I trust. Niambie sasa, unaona aje hapo? Sasa niko na swali kwako Macharia. What action did you take? Mimi nilinyamaza. Kuza ode mama. Hiyo demo alipomaliza kuoga walienda tu vizuri na hiyo roommate. Na mimi roommate akikuja alipata nimepack vitu zangu, nikaondoka kwa hiyo nyumba, nikamwambia acha tu nikasema acha tu nimwachie nyumba, nikachukua vitu zangu nikaenda nikarudi nyumba nyingine. Hata sasa hivi wanakaa pamoja huko campus. Wale wanapendana. Na huyo demo alibinga kuna watoto wawili sasa. Wako na watoto wawili. Na ni watu wako wanaongeleshana. Those people hao tunaona innocent. Au unaona ati huyu hata hawezi fanya nini jana, amelalisha sana, hawezi fanya nini. Uta nini, you will gongewa. Na hao mademu wanakaa ati they are so trustworthy. Hawezi ati kucheat. Hao sasa ndio wanakucheat kabisa. Unaona? Okay, me guys, what I will advise you is that if you came to study in campus, just study, do what ilikupeleka huko. Hizo zitakuja baadaye. God will give you a man ama a woman mwenye atakupenda. Hizo ni just wastage of time. They will waste your time. Zitafanya you drop out of school because ukishapata mimba itabidi umedrop from kose kwenda classes zingine. You need to take care of your baby. Akwe amegrow vizuri ndio unaenda class. Imagine that. So just stay focused, read your books and make your parents proud. That's what I can tell you. And love in campus is a big scam. Those guys are hit and run. Yeah, love in scam. Yani ni scamilia ukweli. It is fake. It is not real. Imagine it is not real. There has never been a real. There is no. Hata zinaweza kusema there is no. Don't even try. So tutawaachia hapo kindly. Let us just leave at there. Utasikiza hii wimbo. Hii wimbo inaongelea love in campus. Check it out. Biggie, I hit on the one.